Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Moyoni, moyoni nimempata Yesu. Moyoni, moyoni, moyoni nimempata Yesu. Moyoni. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na wasalimia wote. Basi ni mimi tena wenu Jackson, ambaye nimepata neema na kibali kwa Mungu kuja tena mbele yenu siku ya leo. Leo ni Jumapili ya tarehe 11. Heri ya mwaka mpya, maana toka mwaka mpya umeanza sijaja tena mbele yenu. Baada ya kuwasalimia, ningependa tena tutazame neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Warumi. Warumi 5 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naamini sana katika neema, kuokoka kwa neema, kukubalika mbele za Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa wakati tukishampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, kulipokea lile neno la kweli ambalo Yesu anatuambia. Maana Yesu anasema kwamba amini, amini ninawaambia, yeye aniaminie anao uzima. Sehemu nyingine anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amuaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa neno hili kwamba baada ya kuwa tumemwamini Mungu kupitia Kristo, Biblia inasema kwamba na tuwe na imani, na tuwe na amani, tuwe na peace, tuwe na amani ndani yetu kwa njia ya Yesu Kristo. Amani hii tunafanyaje ili tuwe na amani? Iko hivi kwamba tumeshamwamini Kristo kama mwokozi wetu. Tumeshamwamini Kristo kwamba yeye amehusika katika maisha yetu ya wokovu. Kwamba katika maisha yetu, katika yale mambo ambayo bado tunaona tungepaswa kuwa na shaka, tungepaswa kuwa na wasiwasi. Mbona sasa kama Yesu ameniokoa bado mambo hayako vile inavyostahili kuwa? Mbona hayako vile ambavyo neno linasema? Ndugu yangu, rafiki yangu, iko hivi. Biblia inasema kwamba sisi ni watoto, tumezaliwa na Kristo, tumezaliwa na Mungu kwa njia ya neno ambao ni Yesu mwenyewe. Kama watoto ambao tumezaliwa, Biblia inasema kwamba tunapaswa kuyatamani maziwa yasiyogoshiwa, ili katika hayo tuweze kuukulia wokovu. Kwa tunafananishwa na watoto wachanga kabisa. Hiyo ni kitabu cha Petro wa kwanza 2. Kwamba kama watoto mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ambao kwa hayo mtaweza kuukulia wokovu. Kwa wakati tumeokoka, tunafananishwa na watoto wadogo. Mtoto akizaliwa leo, kuna vitu hawezi kufanya, kuna vitu hawezi kutenda, kuna vitu hawezi kusema, kuna namna ya maisha yake. Kwa sisi kama watoto wadogo, kuna mambo mengine kabisa ambayo ni maagizo ya Mungu, hatuyawezi kuyatimiza kwa asilimia zote. Ndio maana mtoto wa miaka 3 hawezi kuachiwa nyumba na wazazi wake kwamba sasa sisi tunaenda sokoni, baki nyumbani. Wanajua kabisa huyu mtoto hawezi kubaki nyumbani. Baada ya hapo atatoka na ataenda huku na huku, mwisho wa siku nyumba yetu itakuwa haina usalama. Kwa tunafananishwa na watoto wadogo. Baada ya kuwa tumeokoka, tunastahili kupiga hatua kwa hatua. Si kwamba umeokoka leo completely kwamba utaishi yale maisha ya Ukristo asilimia zote 100. Haiwezekani. Ila tunapiga hatua. Ndio maana Paulo akasema kwamba kitabu kile kitabu cha Wafilipi nadhani ni 3, ukisoma mstari wa 15, 14, anasema kwamba si kwamba nimekwisha kushika,
bali ninachuchumilia iliyoko mbele, nikiyasahau ya nyuma, kwamba mpaka nifikie mede ya thawabu, kwamba naendelea kukaza mwendo. Si kama nimekwisha kufika, na kaza mwendo. Kwa kuna mambo kabisa na mapungufu yake ninayo. Kuna mambo ambayo sijafanikiwa kuyafanya. Kuna mambo ambayo sijafanikiwa kuyaishi, lakini naendelea kupambana, kujifunza kuishi mpaka nifikie kile kiwango ambacho Kristo ameniita kuwa. Mpaka nimfananie Kristo, mpaka nifanane na Kristo kuongea, nifanane na Kristo kutenda, nifanane na Kristo kufanya matendo, nifanane na Kristo kila kitu. Maana Biblia inasema tumeitwa ili tuweze kumfanana na Kristo. Lakini hii haiwi tu unapompokea Kristo moja kwa moja hapo hapo ndani ya mwili wako, kwamba tutaanza kuona matendo ya Kikristo ndani yako kwa mara moja. Hapana. Ila kuna hali ya kujifunza, kama vile Petro akawaandikia watu wote kwamba kama watoto mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ili katika hayo mweze kuukulia wokovu. Kwa baada ya kuwa tumeokolewa kwa neema, Biblia inasema neema iwaokoe wanadamu wote imekwisha kufunuliwa, nayo inatukataza mabaya na kutenda mema. Kwa tunaanza kujifunza, tunaanza kukataa mabaya, tunatenda mema, tunakataa mabaya, tunatenda mema, kidogo. Baada ya muda watu wanaanza kusema hakika fulani Bwana, wakati anasema ameokoka haikuwa utani. Wakati anasema fulani ameokoka haikuwa utani, ni ukweli alikuwa amemaanisha. Maana fulani tunayemjua si fulani yule ambaye sasa tunamuona. Ni fulani aliyebadilika, ni fulani kweli ambaye anafanana na Mungu, anafanana na neno la Mungu linavyosema. Kwa rafiki zangu, baada ya kuwa tumeokolewa na Kristo kwa njia ya kwa neema, kwa njia ya imani. Baada ya kuwa tumeokolewa na Kristo kwa neema, kwa njia ya imani, Biblia inatuambia kwamba na tuwe na amani kwa Mungu kwa Yesu Kristo. Acha kuendelea kujiona wewe bado hujaokoka. Wewe hakika ni mwana wa Mungu. Wewe hakika wewe ni mtu ambaye unaenda mbinguni. Ni mtu ambaye hata ukifa sasa unaweza kwenda mbinguni, ikiwa tu unamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kama ikiwa umekubali kuyauza maisha yako kwamba yatawaliwe sasa na Mungu, yamilikiwe na Mungu, yamilikiwe hata kama hujafanikiwa kutenda vyote, lakini kama dhamira yako ya ndani inakwambia mimi nimeamua sasa kuokoka, nimeamua kuwa mwana wa Mungu, nimelisikia hili neno la Injili, nimelisikia neno hili la neema, nimeliamini na nataka sasa niwe chini ya hili neno. Ndugu yangu, wewe sasa Biblia inasema kwamba kuwa na imani, kuwa na amani, kuwa na amani. Ubongo wako usiendelee kukuonesha kana kwamba wewe hujaokoka kwa sababu umesema jana uongo, hujaokoka kwa sababu jana umetamani, hujaokoka kwa sababu jana ulipigana. No. Umeokoka kabisa. Ila wewe endelea kujifunza neno, endelea kusoma neno, endelea kusoma neno. Biblia inasema kwamba nanyi mmekwisha kuwa safi kwa lile neno nililowapatia. Kwa tutaendelea kusafishwa, tunaendelea kusafishwa na neno la Mungu. Tunaendelea kusafishwa na neno la Mungu. Mwisho wa siku mpaka ile hali ambayo imetuzinga tunaishinda. Cha msingi tu ni kuwa na moyo wa namna hii ukitaka kuwa Mkristo mzuri. Moja kabisa ni kuwa na moyo wa kujifunza. Endelea kujifunza habari za Kristo. Endelea kusoma Biblia, endelea kutafuta vitabu mbalimbali vya Kikristo ambavyo vitakusaidia kupata namna mpya ya kuishi, namna mpya ya kuongea, namna mpya ya kuwaza. Ni mawazo gani yakija uyakatae. Uendelee kujifunza namna hiyo. Utakapozidi kujifunza, baada ya muda utajikuta kabisa hali zote zimekaa sawa. Kwa rafiki, mimi ni Jackson Wilson Matias, na kushauri kwamba endelea kuwa na amani ndani ya moyo wako. Ikiwa umeliamini neno hili la Waefeso 2 mstari wa 8, ambapo Biblia inasema, ngoja tupangalie hapo. Ikiwa umeliamini hili neno, hakika mimi nakwambia wewe ni mwenda mbinguni. Maana hii ndio injili ambayo walikuwa wanaihubiri wakina Petro, hii ndio injili ambayo walikuwa wakihubiri wakina Paulo, hii ndio injili ambayo hata Yesu mwenyewe
aliihubiri. Hii ni injili ambayo imehubiriwa toka kanisa la kwanza. Hata kama inawezekana pasta wako halikubali neno kama hilo, lakini ndio neno hili ambalo wamehubiri wale waliomtangulia pasta wako. Biblia inasemaje? Inasema hivi: kwa maana mumeokolewa kwa neema. Kitabu cha Waefeso 2:8. Kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema kwamba kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Yesu Kristo baada ya kuwa amekufa pale msalabani, aliachilia neema kwa wanadamu wote. Yaani iwe ni Muislamu, au ni Mbudha, au ni Mkatoliki, Mpentekoste, au ni MTAG, au ni dhehebu lolote, kanisa lolote, dini yoyote, taifa lolote, mwanadamu yeyote, awe mchawi, awe mganga, wakati Yesu amewekwa pale msalabani, aliachilia neema ya wokovu, neema ya uzima wa milele kwa kila mwanadamu. Sasa huyu mwanadamu ambaye ameachiliwa neema ya kuokolewa, Yesu Kristo alimpatia jukumu lingine kwamba ikiwa tu huyu mwanadamu ataniamini mimi kwamba hiki nimekifanya kwa ajili yake, basi huyu mwanadamu atapata huo uzima. Huyu mwanadamu na yeye ataunganika na mimi katika hali hii ya uzima wa milele. Kwamba ikiwa huyu mwanadamu huyu ataipokea hii neema, hii neema ambayo nimeifanya mahali hapa, ikiwa yeye ataamini hiki nimekifanya kwa niaba yake, kwa ajili yake, ili nimpokee, akiamini hivyo tu, huyu mwanadamu na yeye atakuwa na uzima ndani yake. Kwa rafiki, ikiwa unaamini maneno haya, wewe ni mwenda mbinguni. Sikiliza hapa, Yesu anasema kitu, kuna kitu ambacho kinasema hapa kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 1:12. Anasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa ikiwa unaamini kupitia Yesu Kristo, wewe umefanyika mwana wa Mungu, unafanyika familia, uzao wa Mungu. Na ikiwa wewe ni uzao wa Mungu, basi ni mrithi wa vitu vya Mungu, na vitu vya Mungu hivyo utavirisi pamoja na Kristo. Maana Biblia inasema kwamba neema imekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Soma hapa kitabu hiki cha Yohana hii 1:15 mstari wa 16 na 17. Biblia inasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema. Sisi sote, yani maraki wanadamu wote walipokea neema, wanadamu wote, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, na neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo alikuja na neema ya kuwatosha wanadamu wote, ili kila mwanadamu atakayemkubali basi apate uzima wa milele. Ambao hii tumikie hapo, ambao nasema kwamba kama vile Musa Yohana 3 mstari wa 13, 14 na 15. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, yani kusulubiwa,
ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Ukishaamini Yesu Kristo, ukishamwamini Yesu Kristo, ndani yako unakuwa na uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini basi? Uzima wa milele ni kuwa na uhakika kwamba baada ya maisha haya kwamba wewe hauingii jehanamu, kwamba wewe hauingii kwenye mateso ya milele. Uzima wa milele ni wewe kwamba unao uhakika wa kuishi pamoja na Mungu. Uzima wa milele ni kwamba wewe utaishi milele bila kuwa na mateso ya aina yoyote. Huo ndio uzima wa milele ambao mimi leo nausema hapa kwa kunukuu maandiko. Kwa ikiwa utachagua kumwamini Kristo, maana huu uzima wa milele utaingia ndani yako. Biblia inasema kwamba wale ambao wamekufa katika Kristo Yesu hawajapotea bali wamelala. Baada ya miaka kadhaa Yesu akirudi atawafufua, kisha wataenda pamoja na yeye. Kisha Yesu anasema kwamba pale Yesu atakapokuwa na wao watakuwa hapo hapo. Na Yesu tunaamini atakuwa wapi? Atakuwa mbinguni. Kwa na sisi tutakuwa mbinguni pamoja na Kristo. Tutakuwa pamoja na Kristo tukiwa tunafanana na yeye kabisa kabisa. Kwa rafiki, hili ni neno la Kristo ambalo leo limeingia ndani yangu ili tuweze kulishare mahali hapa, na ninaamini kwamba litakujenga na litakusaidia na linaweza kubadilisha hali yako ya sasa na ya baadaye, sababu uzima wa milele unakaa ndani yako ukiwa bado uko duniani. Wakati ambapo bado hujafa unakuwa na uzima wa milele ndani yako. Basi Mungu awabariki sana. Mungu awape kuendelea kuamini katika yeye. Awape neema ya kuvumilia imani hii, kuishindania imani hii ndani yenu. Maana imani hii si wengi wanayo ndani yao. Kwa Mungu awabariki sana. Tunapoendelea na safari hii ya kwenda mbinguni, tuendelee kujifunza, tuendelee kuomba, kuombeana. Mungu atusaidie, afungue ufahamu wetu ili tuweze kuyaamini maandiko kama yanavyosema. Maana Biblia inasema kwamba wakati Yesu Kristo amekufa na kufufuka, wanafunzi wake walianza kuona mashaka, wakasema hawezi kufufuka, nyinyi mnatudanganya, nini. Yesu alipokutana na wanafunzi wake, Biblia inasema kwamba akawafungua fahamu zao wapate kuelewa maandiko kwamba ilikuwa ni lazima yote yatimie, yani hivi wapate kuamini. Kwa si wengi wanaamini katika hili naloliamini, lakini ukweli ni kwamba huu ndio msingi wa Injili. Ukisikia neno lenyewe Injili ni habari njema. Ikiwa ni habari njema, nini maana ya habari njema? Habari njema ni neno zuri la kufurahisha, si neno la kukandamiza. Habari njema hizo neno la kukandamiza, neno la kuudhi, neno la kuvunja moyo, hapana. Habari njema ni neno ambalo mtu akilisikia linampa matumaini mapya. Kwa Injili hiyo ambayo naisema neno la matumaini mapya ndani yako, kwamba ikiwa utamwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba yeye alikufa, kwamba yeye alifufuka ili wewe uhesabiwe haki, upate uzima ndani yako. Ukiamini maneno haya, nakwambia ukweli kwamba na wewe ndani yako uzima wa milele utakuwa ndani yako, na kwamba hata ukifa hautakuwa umekufa mazima, hautakuwa umekufa bila tumaini, utakuwa umekufa ndani yako na uzima wa milele. Na siku ya mwisho Kristo atakufufua, maana yeye hawezi kusema uongo. Yeye alisema kwamba yale niliyosema kwa Baba ndiyo ninayowaambia nyinyi. Kwa yeye hakuwa anakuambia ya kwake, bali alikuwa anakuambia yale maneno ya Mungu ambao yeye amesikia kwa Mungu, kwamba wewe nenda, ikiwa watakuamini watakuwa na uzima wa milele ndani yao, na ikiwa watakukataa basi watakuwa wamehukumiwa. Alikuwa anasema yale maneno ambayo yeye ameyasikia kutoka kwa Baba. Alitumwa na tuna ambapo kwamba nenda ulimwenguni kuwaokoe. Yeye atakaye kuamini wewe, nimeweka neema ndani yako, nimeweka uwezo, nimeweka nguvu, nimeweka hali ya kwamba yeyote atakaye kuamini wewe Yesu, atakuwa na uzima wa milele. Kwa nini Yesu akasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wamjue Mungu Baba wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyetumwa. Kwa ikiwa utamwamini, na wengi wanamwamini Mungu, hawana shaka na Mungu, wakiwa ni mlevi, mchawi, mzizi, wote wanamwamini Mungu.
Lakini kipengele kuja kwa Yesu, kumwamini katika neema yake. Ikiwa utamwamini Yesu Kristo kwenye neema yake, nakwambia ukweli, utakuwa na uzima wa milele ndani yako. Mungu akubariki sana na kupenda. Mungu akubariki na akutie nguvu katika kuiendea Injili. Amen.